Katika video iliyopita ulijifunza jinsi ya kuwezesha mchakato wa uandaaji wa kanuni za kikundi na kuchagua viongozi. Katika video hii utawaongoza viongozi waliochaguliwa jinsi ya kuandaa mikutano ya kikundi na kuweka kumbukumbu kwa kutumia somo la 6 na la 12. Karibu kwenye mafunzo ya viongozi wetu. Leo tutajifunza jinsi ya kuandaa mikutano ya kikundi na kutunza kumbukumbu. Naomba tuombe. Asante Bwana kwa siku hii. Utubariki tunapokutana. Amina. Mikutano yetu itazingatia K5. K ya kwanza inawakilisha kukaribisha. Katika sehemu hii ya mkutano tutasalimiana, katibu atachukua mahudhurio na atafungua mkutano kwa maombi na kusoma kanuni za kikundi. K ya pili inawakilisha kuabudu. Katika sehemu hii ya mkutano, nyimbo za kusifu na kuabudu huimbwa na kutumia muda wa kuombeana na kuombea kikundi. K ya tatu inawakilisha kusoma neno. Katika sehemu hii ya mkutano, wana kikundi atafundisha neno la Mungu. K ya 4 inawakilisha kazi. Na katika sehemu hii ya mkutano, mimi mwezeshaji wako nitakupitisha katika somo la kutoka katika mwongozo wa mwezeshaji wa kanisa. Baada ya somo, utakuwa ni wakati wa kusanya hisa za wanachama, mfuko wa dharura, kukopa na kulipa mikopo. Katibu atajaza katika vitabu vya hisa vya wanachama mwishoni mwa sehemu ya kazi ya mkutano. Katibu ataandika na kutangaza jumla ya fedha za kikundi. K ya mwisho inawakilisha kufunga. Katika sehemu hii ya mkutano, kikundi kitajadili changamoto yoyote na pia mwenyekiti atamwomba mjumbe kufunga kikao kwa maombi na kutoa matangazo. Pamoja na kuwa katibu ndiye mwenye dhamana ya kujaza kumbukumbu hizi, ni muhimu viongozi wote wawajibike kuhakikisha kwamba kikundi kinatunza rekodi kwa usahihi. Tumehitimisha mafunzo ya viongozi wa kikundi. Ninatarajia kuona utatekeleza hatua hizi kwa vitendo katika mkutano wetu ujao.